tumesomewa neno ambalo ni neno nzuri. Kwa wale ambao wamekuwa pamoja nasi, tumeingia na tuliingia kwenye safari ya kuweza kumjua Mungu aliye wa kweli na hata kumwishia. Na hili ni kusema ya kwamba tunapomjua na kumfahamu vyema, maisha yetu yaweze kulingana na hivyo ambavyo tunavyomjua. Na asubuhi ya leo ni kweli ya kwamba maisha ya binadamu yamekaa kombo sana. Na nilipokuwa nikitayarisha mahubiri haya, nilikumbuka ya kwamba wale ambao tuko na magari, ama kama kijana yako ana baisikeli, ama kama umeweza kutazama hata pikipiki ambazo zinatubeba. Sijui kama umewahi kutazama na ukaona especially kwa pikipiki, kuna mtu ambaye anaendesha pikipiki, lakini ukitazama ile pikipiki, gurudumu la mbele na la nyuma halipelekani. Kuna mtu amewahi tazama hivyo? Ama ukiwa kwa barabara umetazama sana sana maroli na basi, ukaona ya kwamba gari ile basi inakuja ama lori linakuja, lakini mahali mguu wa mbele gurudumu la kwanza linapitia na gurudumu la nyuma halipelekani. Ni kama mwili wa lori uko kando kiasi. Na ukitazama hayo mambo ni mambo ambayo unayaona kila wakati kwa barabara zetu, na wakati hata sisi tunapoendesha gari, kuna wakati utatambua ya kwamba gari linashinda. Na ukienda kwa wale ambao wanauza magari, watakueleza ya kwamba gari lako haliko laini. Meaning ya kwamba jinsi ambavyo magurudumu yanapaswa kupelekana hayapelekani, hayako laini. Kwa hivyo inabidi ya kwamba uende kwa wauza magari na ili gari lako liweze kulainishwa. Na usipofanya vile, kuna madhara kwa gari. Kuna mambo kadhaa yanafanyika. Ikiwa gari lako ama baiskeli ama zile bodaboda, kama magurudumu, kama mwili wa ile gari ama bodaboda ama ile baiskeli, kama haiko laini, kuna mambo yanafanyika. Kwanza nieleze hili, unakuta ya kwamba yale magurudumu kuna vile yanavyoisha na hayaishi kwa njia sawa. Unakuta ya kwamba gurudumu la gari kuna vile limeisha upande mmoja, na ama pia unakuta ya kwamba gari lako linatumia mafuta sana. Na kile kinachosababisha hili ni kwa sababu gari lako lina ugumu kutembea. Sijui ni kutembea ama ni kufanya nini. Gari linatembea ama linafanya nini, whatever. Basi unakuta gari lako lina shida kutembea, tuseme hivyo tu, kwa sababu kuna mvutano. Na pia unakuta ya kwamba huwezi kulidhibiti ile gari vizuri, unakuta kuna shinda. Ni kama by the way, wale ambao ni madereva hapa, unakuta ya kwamba unapokuwa kwa barabara, gari linajivuta pande moja, inajivuta pande moja. Pia unakuta kwa sababu ya gari kutokuwa laini, lina ile steering wheel kwa Kiswahili, gurudumu la kuendesha, whatever. Unakuta ya kwamba gari linatigika sana. Lakini pia kunaweza kufanyika lile ambalo ni baya zaidi. Unakuta ukiwa kwenye barabara, kwa sababu ya ule mvutano na ile ya kwamba kuna vile magurudumu yanaisha pande moja, kunaweza kuwa na mlipuko wa magurudumu. Na mara nyingi umekuta kwa gari pengine gurudumu limepasuka, na pengine likifuatiliwa unakuta ni kwa sababu yale magurudumu hayakuwa laini. Hayo ni mambo yanayoweza yanafanyika kwa magari ama pikipiki ama hata baiskeli pia. Na sijui kama mnajua ya kwamba maisha ya binadamu ni vile vile. Wakati tulipotenda dhambi pale mwanzo, katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3,
zile dhambi zilizotendeka za asili ni kwamba ziliondoa maisha ya binadamu kando na mapenzi ya Mungu. Hivi ni kusema ya kwamba maisha yetu kama binadamu hayako laini na mapenzi yake Mungu, hayako kwenye kusudi lake Mwenyezi Mungu. Hivyo tunavyotembea na wakati binadamu anavyotembea, unakuta ni kama lile gari. Mungu anatembelea hapa na sisi tunatembelea hapa. Hatuko laini, hatuko sambamba. Na maisha yetu kama binadamu inapaswa kuwa laini na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Hatupaswi kutembea kando na vile kusudi la Mungu na mapenzi ya Mungu yalivyo. Na pengine ni alasiri ya leo, ningependa tu kwa ufupi nizungumzie juu ya kulainisha maisha yetu na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Kulainisha maisha yetu na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Kwa Kiswahili ninasema aligning ourselves to God's will. Aligning ourselves to God's will. Na kifungu ambacho tumesomewa katika kitabu cha Warumi 12 mstari wa kwanza na wa pili, sitaelezea kwa undani sana kwa sababu pengine mstari tu wa kwanza ulitosha na ili tukaweza kufanya mahubiri ya asubuhi ya siku ya leo. Lakini mtaniruhusu ya kwamba nipitie tu, na pengine wakati mwingine tutapata nafasi ya kuzungumzia zaidi. So maisha ya binadamu yana haja kulainishwa na mapenzi ya Mungu, kwa sababu ni kweli ya kwamba tulipotenda dhambi maisha yetu yametoka kando na mapenzi ya Mungu, na kila wakati tunapotembea tunatembelea kando na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Na kama kweli tutamjua na kumfahamu Mungu aliye wa kweli na kumuishia, ni lazima tuwe kwenye mapenzi yake. Tusipokuwa kwenye mapenzi yake, haitawezekana kumjua vizuri na hata kumwishia. Na sasa zaidi ya yote, wakati ambapo maisha yetu ni maisha ya dhambi, tunakuta ya kwamba tunaenda kando hata zaidi. Unakuta ya kwamba Mungu anaenda pande hii, lakini maisha yangu yanaenda upande huu mwingine. Na ni kazi ngumu. Wale ambao tukienda garage, na najua tuko na watu wa mechanics hapa, unakuta ya kwamba ukienda kwa garage, kuna vile gari lako na langu linawekwa kwenye mashine ili kuhakikisha ya kwamba yale magurudumu yameletwa vizuri na yaweze kulingana na yaweze kutembelea mahali ambapo inapaswa. Na usipofanya hivyo, unakuta gari lako linapata shida hata zaidi. Sasa maisha yetu ni lazima tukubali kuyarudisha kwa Mungu, na ili Mungu ayalainishe. Na yale mambo nitakayoyazungumzia hapa ni mambo ambayo yatatusaidia na ili tuweze kulainishwa na mapenzi ya Mungu, na ili tumjue vizuri na tuweze kumwishia. Katika kitabu hiki cha Warumi, mtumishi wa Mungu Pauli, ambaye aliandikia kanisa hili, na aliwaandikia hawa kwa sababu walikuwa waumini. Kwa hivyo hatuzungumzi mambo ambayo ya watu hawajamjua Mungu. Kitabu hiki kiliandikiwa watu wanaomjua Mungu. In fact, kiliandikiwa kanisa la Mungu. Na kwa hivyo ni watu wamemwamini Mungu, lakini walipaswa waishi maisha yanayolingana na mapenzi ya Mungu. Kuanzia kifungu cha kwanza, kuanzia mlango wa kwanza hadi mlango wa 11, mtumishi wa Mungu amezungumzia mambo ambayo yamefanyika maishani mwetu. Na mambo haya yote yamefanyika kwa sababu ya huruma zake Mwenyezi Mungu. Ukipata nafasi, ningependa uende usome kuanzia mlango wa kwanza hadi 11. Uelewe Pauli anazungumzia nini. Yale mambo yote yamefanyika pale ni kwa sababu ya huruma zake Mwenyezi Mungu. Anapoingia kwenye mlango wa 12 sasa, anafungua na maneno haya: basi
Ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu. Hayo ndiyo mambo yanayofungua. Anatumia neno basi, kwa Kiingereza ni therefore, kusema ya kwamba maneno anayoyazungumzia hapa yameunganishwa na yale aliyozungumzia awali. Na that is why tunasema ni vizuri kurudi kwenye mlango wa kwanza hadi 11. Lakini pia anasema ninawasihi kwa huruma zake Mungu. Pauli anayoyazungumzia hapa, anayazungumzia akijaribu kusihi Wakristo wafanye haya mambo, na ili maisha yao yawe kama jinsi yalivyo mapenzi ya Mungu. Na anawasihi hivi kupitia kwa huruma zake Mungu, huruma alizozizungumzia pale awali kwenye milango ya kwanza. Sasa ni kupitia kwa huruma hizi ambapo anawazungumzia hawa Wakristo. Sasa ni mambo gani tunayopaswa kuyafanya na ili tuweze kulainisha maisha yetu kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu? Jambo la kwanza analisema ni kwamba tutoe miili yetu iwe dhabihu. Kutoa miili yetu iwe dhabihu, na ni dhabihu iliyo hai. Kwa sababu Pauli anawasihi Wakristo, na ili kwa sababu ya huruma ambazo Mungu amewaonyesha, kwa sababu ya huruma ambazo Mungu amewafikishia, basi na wao waitoe miili yao kama dhabihu iliyo hai. Na wacha tuangalie mambo kadhaa kuhusu hili jambo. Anapozungumzia juu ya kutoa miili yetu kama dhabihu, jambo la kwanza Pauli anasema ya kwamba dhabihu hii ama utoaji huu uwe ni utoaji wa kujitolea, wa kujitakia. It's voluntary offering. Iwe ya kwamba dhabihu hii ni ya kujitolea, ni ya kujitakia. By the way, hivyo ndivyo anavyosema ninawasihi. Si amri, sio kuamrishwa, hata si kwamba anawasukuma wafanye hivyo, anawasihi. Na Kiingereza inasema that I beseech you, I urge you. Hii ni jambo, ni kama hata anawapigia magoti, anawaambia tafadhalini, kubalini muitoe miili yenu iwe dhabihu. Na kwa hivyo dhabihu hii ambayo tunaelezwa tuitoe, na dhabihu hii ambayo tunatoa miili yetu, ni dhabihu ya kujitakia. It is voluntary. Hakuna anayesukumwa, hakuna ambaye lazima ufinyiliwe na ili uweze kuitoa. Lakini jambo la pili anasema ya kwamba dhabihu hii ni lazima itolewe na mtu binafsi. It is an individual sacrifice. Ni lazima itolewe na mtu binafsi. Sasa mimi nikijitakia kutoa dhabihu, ni lazima niitoe mimi mwenyewe. Pauli angalia, anasema itoeni. Hasemi ya kwamba upelekea mchungaji wako, hasemi uende kanisani ukatolewe dhabihu, hasemi utolewe na wazazi wako ama na watu wengine. Kuna wakati ambapo siku hizi ninaanza kusikia watu wakisema ya kwamba tukatoe dhabihu kwa sababu ya watoto wetu. Kwa hivyo ni mzazi anatoa dhabihu kwa sababu ya watoto wake. Lakini hapa Pauli anasema ya kwamba ni mimi binafsi, ni Mkristo mwenyewe ajitoe binafsi. Na hivyo ni kusema ya kwamba hakuna kusaidiwa. It is self-sacrifice. Ni mimi mwenyewe nimetoa kwa kujitakia, sijasukumwa. Ni mimi ninataka, nimetoa kwa hiari yangu, na kwa hivyo mimi ndiye ninayejitoa. Na anasema kwa hivyo miili yetu tuitoe iwe dhabihu. Na hili jambo ninapoliwaza linaniingia kwa nguvu sana, kwa sababu
ni mimi mwenyewe, mimi niwe kama kuhani. Pauli analeta ile picha ya kwamba mimi niwe kuhani na ninaenda kutoa dhabihu, lakini dhabihu ninayoitoa ni mimi mwenyewe. Nafikiri turudi kwake Kristo. Nafikiri tumetoka mahali ambapo tumetoka kwenye kufa kwake Kristo. Na katika kufa kwake Kristo, kilichokuwa cha dhamani sana ni kwamba Yesu alisema ya kwamba mimi ninatoa mwili wangu, ninajitoa mimi binafsi, si kunyang'anywa, ninanyang'anywa mwili wangu, si surubiwi kwa sababu sitaki, ni mimi ninatoa mwili wangu. Kwa hivyo Yesu mwenyewe alitoa mwili wake. Alipoenda msalabani, alienda yeye kama kuhani na akatoa mwili wake. Na hii ndio picha ambayo tunaletewa hapa na Pauli, ya kwamba mimi, Biblia inasema vizuri sana ya kwamba tumefanywa makuhani. Na kama makuhani, mimi ninapaswa kwenda nijitoe mimi binafsi, si nikatafute ng'ombe, sio nikatafute mbuzi, sio nikatafute kuku, lakini nitoe mwili wangu kama dhabihu iliyo hai. Lakini jambo lingine ambalo tunapaswa kuangalia ni kwamba dhabihu hii kwanza kabisa ni ya kujitakia. Hakuna kusukumwa, hakuna kulazimishwa, ni kujitakia. Pili tumesema ni kwamba ni ya kujitoa binafsi. Wewe mwenyewe ndiye unayejitoa, mimi mwenyewe ndiye ninayejitoa. Lakini tatu, ni vizuri kuona ya kwamba dhabihu hii ni dhabihu iliyo hai. It is a living sacrifice. Si haijakufa. It's not a dead sacrifice. Anataka tutoe miili yetu, si wakati imekufa, lakini wakati tuko hai. Na nafikiri hapo ndipo pagumu sana. Hapa ndipo palipo na vita. Kwa sababu hatugojei mpaka wakati tutakapokufa ili tutoe miili yetu. Kwa sababu ukikumbuka katika Agano la Kale walikuwa wanapeleka kondoo. Na huyu kondoo anachinjwa pale nje. Kama mnakumbuka vile hekalu ilivyokuwa, kulikuwa na mahali pale nje kondoo inachinjwa, damu yake inaletwa pengine pamoja na nyama, na zinaletwa pale ndani kwa madhabahu. Lakini Pauli anasema si hivyo, nyinyi mchukue miili yenu muiwekelee kwa madhabahu ikiwa dhabihu iliyo hai. Na hivyo tunajitoa tukiwa hai, jinsi tulivyo. Nijitoe na nijiwekelee kwa madhabahu nikiwa bado niko hai. Mungu hana haja na sisi wakati tumekufa. Hana haja na sisi, ana haja na sisi wakati ambapo tuko uhai. Ana haja na dhabihu zetu wakati huu ambapo miili yetu iko hai. Na hapa ni vizuri niseme ya kwamba hapa ndipo basi kuna vita kali. Kwa sababu ni mwili gani ambao utakaokubali kuwekelewa kwa madhabahu na utolewe kafara? Nafikiri mara nyingi wakati tumependa kujitolea Mungu, kile kinachotuzuia ni miili yetu. Kwa sababu kutamani kwa miili yetu na hisia zetu haziko laini na mapenzi ya Mungu. Mungu anataka tupitie njia hii, lakini mwili unataka kwenda pande hii. Wakati ambapo ungependa kuomba sana, wakati huo ndio unapata mwili unataka ukalale. Ama si hivyo? Wakati huo ndio unaposikia ya kwamba umechoka zaidi. Na sijui kama mmegundua, wakati hata Jumapili asubuhi ndio unasikia uko mchovu zaidi.
Hata pengine kuna mtu hata leo hakuja kwa sababu alijisikiliza. Hiyo ni direct translation, wethikiriria. Alijisikiliza akiwa kwa kitanda na akasikia hiyo mwili haitaki kwenda mahali, na hitaji kupumzika zaidi. Na hiyo mwili ndio ambayo Mungu anasema na Pauli anasema tuiwekelee kwa madhabahu ikiwa hai jinsi ilivyo. Wakati huo, wakati ninapotamani na Mungu angependa pengine nifunge, wakati huo ndio mwili unahisi njaa ile kali zaidi. Wakati tunahitaji kwenda kulihubiri neno lake Kristo, wakati huo ndio mwili unasema hapana, sio wakati huo, unakependa kwenda kufanya mambo mengine. Na Pauli anasema huo mwili unaokataa mambo ya Mungu ndio anataka uwekelewe kwa madhabahu na ufanyike kuwa kafara. Sasa vita hiyo lazima tuipigane. Sasa ni vizuri kujua ya kwamba Pauli basi anaposema tuitoe miili yetu iwe dhabihu, hili tunapolifanya hivi, tunafanya hivyo tukitii. It is an act of obedience. Kukubali kuwekelea mwili wako kwa madhabahu, kukubali kutoa mwili wako uwe kafara, huku ni kutii. Pengine niwakumbushe jinsi ambavyo mtumishi wa Mungu Abrahamu alivyofanya. Alipoambiwa na Mungu, chukua mtoto wako ukamtoe. Hili jambo halikuwa rahisi, lakini ilimbidi Abrahamu atii. Sasa sisi hatujaambiwa tukatoe watoto wetu. Hata sijui ni wangapi ambapo tungeambiwa tukatoe watoto wetu wangekubali. Sasa hapa si watoto wetu, ni wewe binafsi, ni mimi binafsi. Je, tutakubali kutii? Jambo la pili, ni vizuri kujua ya kwamba this is an act of surrender. Ni kwamba Mwenyezi Mungu anataka tumwachilie maisha yetu na miili yetu atawale. That God will become the Lord of your body, the Lord of your life. Nitamwachilia na nimwambie Mungu, fanya na mwili wangu jinsi utakavyo. It is total surrender. Na sijui wangapi ambao tumafika mahali hapo ya kwamba unaweza jiwekelea kwa madhabahu na umwambie Mungu, fanya nami utakavyo. Na huu ndio mwito ambao Pauli anaotuita, ya kwamba tufike kiwango hicho cha kuwekelea maisha yetu na mili yetu kwa madhabahu, na ili Mungu afanye nayo atakavyo. Sasa ni vyema kujua hatujaambiwa tulete miili yetu kwa kanisa, ni kwa madhabahu. Ni kwa madhabahu. Ni kazi gani inayofanyika kwa madhabahu? Ni jambo lipi linalofanyika kwa madhabahu? Ni kafara inatolewa. Kuna nini? Kuna moto, kuna kukatakatwa. Na haya ndiyo tunayoitiwa, ya kwamba it's not a place of comfort, it is a place of pain. Na hivi ndivyo tunavyosema ya kwamba ni mahali pa kutii, na sio kutii kusiko na gharama. Ni mahali pa kujiachilia. It is a place of surrender, kwa sababu hapa ni mahali ambapo yeyote amejiwekelea, hata wale wanyama waliotolewa kafara. It is a place of death. Hata Yesu alipoenda msalabani, hakuenda pale kustarehe. Or you think it was a place of comfort? Juzi nafikiri mliona kwa mitandao watu waliojaribu kusurubisha wengine. Mliona hiyo
ya kwamba watu hawakupigiliwa misumari, lakini nafikiri niliona mmoja wamemweka kwa msalaba. Wanaposimamisha msalaba unaaguka, huyu jamaa anaruka. Mliwaona? Jamaa anaruka kwa sababu nafikiri aliona yale ambayo yatamvika. It is not a place of comfort. Na pia kwa madhabahu si mahali pa kustarehe, lakini tumeitwa na ili tujiweke pale. Sasa ukiweka maisha yako pale, kazi yetu ni rahisi tu, kuchukua maisha yetu, kuchukua mwili wako na wangu, tuwekelee kwa madhabahu na tugoje. Tukiwekelea maisha yetu pale, ni lazima tuachie Mungu afanye nayo apendavyo. Ni lazima tumwachilie na tusimtatize. We must leave it to God. We must not interfere. Ni lazima tusije pale kumwambia atatumia vyombo vipi, kwa sababu kuna watu ambao watatazama wakiwa, kumbuka hii dhabihu ni dhabihu iliyo hai, si ndio? Kwa hivyo bado tunaona kipi kinachofanyika. Utaona ile kisu wamechukua na utaanza kumwambia Mungu hapana, sio hiyo, atumia kadogo kadogo, kama watu wanaoenda hospitali akiona sindano anasema hiyo ni kubwa sana daktari. Ataakisha moto. Na kuna wenye ambao tutataka kumweleza ataakisha moto ya aina gani. Leave it to God. Kama kweli Mungu atakulainisha na mapenzi yake, mwachilie. Na usikubali kutoka kwa madhabahu, kwa sababu kuna wengine ambao tunaenda mbele za Mungu tunamwachilia, lakini pia tunajikuta ya kwamba tumetoka kwa madhabahu. The pain is too much. Na ni vyema kumkubalia Mungu afanye jinsi atakavyo na ile kafara. Usijaribu kumsaidia Mungu, kwa sababu kuna wengine ambao wangependa kumsaidia Mungu. Ni kama wewe ndiye unafikiria gari ikipelekwa kwa garage, kweli inahitaji kumwambia yule mwenye kuunda gari jinsi atakavyoiunda. Ni kumbali, kama itapitishwa kwa moto, wewe pitia kwa moto. Kama itabidi igongagongwe, kwa sababu kuna kwingine ambapo gari lazima mwenye kuunda gari atumie nyundo, gari ikubali kugongagongwa. Na hivyo ndivyo tuilivyo. Tuwekelee mili yetu, tuyaweke maisha yetu kwa madhabahu. Kama kweli tutalainishwa kwa mapenzi ya Mungu, tuyaweke kwa madhabahu na tukubalie Mungu afanye atakavyo. Hivyo ni kusema Mungu atatumia njia zozote. Ukubali atumie. Ukubali atumie. Atatumia chochote maishani. Tukubali atumie. Lakini jambo la pili ambalo Paulo anatusihi tulifanye ni kwamba tugeuzwe nia zetu. That we have a transformed mind. Tugeuzwe nia zetu. Mstari wa pili amesema vizuri sana, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Hivyo ndivyo Paulo anasema, ni kwamba kama kweli tutalainishwa na mapenzi ya Mungu, ni lazima tukubali kugeuzwa nia zetu. Kiingereza inatumia the mind. Ni lazima tukubali Mungu abadilishe nia zetu. Na kwa sababu kuna katika ulimwengu naamini ya kwamba sasa mnajua ya kwamba sisi tunaosema ni Wakristo, matarajio ni kwamba tutakuwa watu tofauti sana na watu wa ulimwengu. Na I hope ya kwamba hili ni jambo linalofanyika. Maisha yetu yawe ni tofauti sana na maisha ya watu wa ulimwengu. Katika
katika ulimwengu kuna mambo yanayofanyika. There are systems, there are patterns. Kuna mambo ambayo yanafanywa na ulimwengu ambayo hayalingani na maisha na kusudi lake Mungu. Na sisi kama Wakristo ni lazima tukubali, tubadilishwe nia zetu, na ili maisha yetu yasifuatishe ya ulimwengu, yawe tofauti sana. Fikra zetu, mawazo yetu, kutembea kwetu, mienendo yetu ni lazima iwe tofauti sana na jinsi ambavyo ulimwengu unavyoenda. Na kanisa la Mungu limekuwa na shida kwa sababu jinsi tunavyofanya mambo sasa ni kama kweli hakuna tofauti ya kanisa na ulimwengu. Na kuna watu ambao wamezungumza wakasema ya kwamba shida hata si kwamba kanisa liko ulimwenguni, lakini shida ni kwamba ulimwengu uko kanisani. Mambo tunayoyafanya ni ya kiulimwengu kabisa. Maisha yangu mimi kama Mkristo ikitazamwa sambamba na maisha ya watu ambao hawamjui Mungu, mara nyingi haina tofauti. Na hivi ndivyo kanisa limekosa nguvu. Hivi ndivyo kanisa hata halisikiki. Na hata tunapozungumza hata kwenye nchi yetu, kanisa linaambiwa nyinyi nyamazeni, hata nyinyi ndio mnaosababisha haya mambo. Lakini tuko na mwito ya kwamba tubadilishwe nia zetu, na ili tusiwe watu ambao wanafuatisha mambo ya ulimwengu. Matendo yetu, mienendo yetu, fikra zetu, maamuzi yetu yawe sio kama ya ulimwengu, yawe maisha yaliyo tofauti sana, hata watu wa ulimwengu wanajua. Na tazama tu nikimalizia haya mambo ya kwamba jambo la kwanza ni kwamba katika ulimwengu tunapoishi ni kwamba there are systems, there are patterns. Kuna mambo ambayo yako ulimwenguni na ambayo yangependa tuyafuate. Kuna mambo yaliyo kwenye ulimwengu na haya mambo, there are systems, na haya mambo yanatusukuma tuyafuate, yanatuvutia na ili tuyafuate. Sasa tunazungumzia mambo kama mambo ya homosexuality. Yamo ulimwenguni, lakini tayari kuna Wakristo wanayoyafuata. Na kuna mijadala mingi ya kujaribu kuifunika tu na kuonekana kama kwamba haya mambo yamekubalika na Mungu. That is a system. Mambo ya corruption yapo kwenye kanisa, ikawa this is a worldly pattern, lakini kanisa limeshindwa kusema la. Kuna mambo ya mengi ambayo, kwa mfano kama sasa kuna mambo ya kutoa kafara ambazo ni za kikabila, cultural things ambazo zimetokea na ni sacrifices ambazo watu wanaambiwa hapana, hata kama mko wa Kristo ni vyema mkatoe dhabihu kwa sababu ya akina babu zenu waliokufa. These are worldly systems. Lakini yameingia kwenye kanisa, na watu wa kanisa ambao wameamini kabisa unawakuta wakihusika kwenye mambo hayo. Ndugu zangu na dada zangu, ulimwengu uko na njia zake za kufanya mambo, na mambo haya yanavutia Wakristo, lakini tunapaswa kuwa tofauti. Haya mambo yote ambayo tunayasema, kuna mhusika mkuu, na mhusika mkuu ni nia zetu. It is the mind. The mind is a key player katika mambo haya yote, in these patterns. Nia zetu ni kama fikra zetu, na nafikiri Kiswahili hapa ni gumu kiasi, lakini hata Kikuyu ilisema, Kikuyu iliita nini? Na mutikahananie uhoro wanyu na wa andu a guku thi, no riri mugaruruke undu ungi ni undu wa ngoro cianyu guthondekwo meciria macio.
makero hiyo. So tunazungumzia juu ni kama fikra zetu, lakini ni vyema kusema sasa sio zile fikra za kawaida. There is the mind which is the center of the human life. Kuna zile hiyo nia, hilo jambo, fikra zilizo ndani ya moyo, na hapa ndipo the systems work from. Na tunaelezwa, nafikiri hili jambo tutalizungumzia pengine baadaye kujuzi na wakati time yangu imeisha, lakini ni mambo ambayo yaliyo ndani, lakini hapo ndipo mambo yanapofanyika. Hizi ni fikra, ni dhana, ni nia zilizo ndani yetu, na hizi ndizo zinatumika. Shetani hakuna wakati atakuja kukuchukua kwa nguvu ukafanye jambo, lakini ataleta wazo, ataleta msukumo ndani yako na ndani yangu, na nitajikuta ya kwamba sikuwa nimelipagia lakini nimelifanya. Kwa hivyo ni dhana tu, ni fikra, ni nia ambayo imeletwa ndani yangu, na fikra zetu na nia zetu pia ni mahali pa vita. Maisha ya mwanadamu ina vita kutoka wachana na shetani, hata wachana na ulimwengu, kwa sababu ulimwengu hautusukumi, lakini katika mwili wangu kuna mahali mara mbili ambapo vita hutokea. Kwanza kabisa ni kutoka kwa fikra zangu, hiyo ambayo tunaita dhana zangu, ni kwenye nia zangu. It's from the mind. The mind is a battlefield every time. It is a battlefield. Lakini pia kuna mwili wangu, kwa sababu mwili huu ndio unahisia, the body, the flesh. Na mwili huu ndio tunasema unataka kwenda kuomba, mwili unataka kulala. Unataka kwenda ushirika, mwili ndio unataka mambo mengine. Na mwili unatusukumia kufanya mambo ambayo hayampendezi Mungu. Lakini pia sasa kuna zile the mind, hiyo nia, ambapo unakuta ya kwamba unaenda kuomba, ni kweli umeenda, umetii, umekaidi mwili, umeingia kwa maombi, lakini ukiingia na umepiga magoti na umeweka Biblia yako pale, unakuta ya kwamba umeanza maombi, lakini ukianza kuomba unakuta ya kwamba umeacha maombi, unafikiria mambo mengine. Si wakati ama nyio sio kama mimi, unakuta ya kwamba the mind has been diverted to something else. Hapo ndipo unakumbuka, si kulipa fulani pesa zake, na tulikuwa tumesema na fulani tutafanya jambo ABCD, na ulikuwa kwa maombi. Unachukua Biblia kusoma neno, unasoma mistari miwili, kabla ufike mstari wa 3 umejikuta ya kwamba sasa unafikiria mambo mengine. Wakati huo ndio hata unakuta una wimbo ambao unakuja si wa kimungu. Wakati huo ndio kumekuja wimbo ambao hata unashindwa utasema nini, because of the mind. Na inahitaji tu shetani alete hilo tu wazo, hiyo dhana kwako, na badala ya kufanya kile ulipaswa kufanya, sasa umefanya kingine. Na hivyo ni kusema, Pauli anasema lazima tukubali nia hiyo. We must allow that mind to be transformed. Ni lazima tukubali igeuzwe. Sasa ni vyema kujua pia ya kwamba hili si jambo litafanywa kwa lazima. Mimi kama Mkristo lazima nikubali hili jambo litendeke. I must do this, make this a deliberate action. This transformation, it must be deliberate. Ni mimi, lazima mimi nikubali. Halitafanywa kwa nguvu. By the way, Mungu hata kubadili mawazo yako na dhana zako na fikra zako kwa nguvu. I'll have to take a deliberate action for it to happen. Ni lazima nikubalie lifanyike. Na pia ni vyema nijue ya kwamba this is a process. Hili ni jambo ambalo lazima liendelee. It is not a one off. Ni si jambo ambalo litafanyika mara moja, ya kwamba nitamwambia Mungu, nimekupa mwili wangu, nimekupa mawazo yangu,
na ukute ya kwamba amekubadilisha papo, ni jambo, it is gonna become a process. Ni jambo Mungu lazima atakupitishia kwa hali fulani, na ili mawazo yako na fikra zako na zangu zibadilike. Lakini lazima pia nikubali kuendelea kukaa kwenye madhabahu, kwa sababu nilichukua maisha yangu yote nikayawekelea kwa madhabahu. Sasa hata hizi dhana, hata hizi nia zinabadilishiwa pale kwa madhabahu. Pale kwa madhabahu, sio nje. Kwa sababu usifikiria ya kwamba utakosa kumpatia Mungu maisha yako na mwili wako, utakosa kuwekelea maisha yako kwa madhabahu, ufikiria ya kwamba dhana zako na nia zako zitabadilika. Kwanza kabisa, wekelea maisha kwa madhabahu. Achia Mungu. Na kuanzia pale, yale mabadiliko yanayohitajika kwa nia zako itaweza kufanyika. Kwa sababu kuna mambo Mungu atakupitishia, na haitakuwa tu mambo ambayo ni rahisi, lakini lazima utakuwa umekubali. So tufanye nini ndio tuweze kubadilika? Tufanye nini ndio maisha yetu yaweze kubadilika? Kwanza ni vizuri tujifunze kusoma neno la Mungu. Hili neno lisikae bali na wewe. Ni vizuri kufanya hili jambo, make it a habit. Uifanya liwe ni la maisha yako, uendapo urudipo. Unapolala unaliwaza hili neno, na ukifanya hivyo maisha yako na nia zako yatabadilika. This will cause a transformation in your life. Weka hili neno moyoni mwako. Weka hili neno moyoni mwako. Hata kanajua tuko na hizi simu. Wakati mwingine pengine you might not have a hard copy. Ukiweza ni vyema kuwa nayo hard copy kwako, kwa mfuko. Najua wamama mnabebaga ka hard bag. Wewe tafuta tu Biblia kidogo tuweke kwa hard bag. Kwa sababu hizi simu ni vizuri kuwa na neno hapa, Biblia. Lakini simu najua tukienda kusoma tunajikutaga wapi? Wakati huo ndio mtu anataka mchat. Wakati huo ndio unakuta wale watu wa Opera Mini ndio wanakutumia news na wengine. Wakati huo ndio Facebook kuna mtu ambaye anakutafuta. So ni vyema if you can discipline yourself, and it is possible, inawezekana. By the way, hata siwezi amini ya kwamba unaweza kuwa na smartphone na hauna simu na hauna Biblia kwake. Kama hakuna, pengine ujiulize. Sawa. Ni vyema kuwa nayo, kwa sababu wakati mwingine utajikuta huna hard copy, lakini it's good to have it. Wale tuko na magari, then you ask, kwa gari yako kuna Biblia? Ukiingia kwa gari yangu mimi kama mchungaji, una expect kukuta nini? Usipoona Biblia mahali, hata maybe ukiingia kwa yangu uniambie, pastor unisomee mstari mmoja, uone kama nitaenda kwa simu ama nitatoa Biblia kwa gari. Kwa sababu ni vyema kuwa nayo the scriptures. Hili neno lina nguvu kama tunataka kubadilika. Pili, ni vizuri kuomba. Be a prayerful person. Ni vizuri kuomba. Na by the way, najua mnashindwa ni kwa nini tunawashinikiza sana kama kanisa kuomba. Kwa sababu hiyo ndio njia pekee ambayo Mungu ataitumia na Roho wa Mungu atatumika na ili kuleta mageuzi na mabadiliko maishani mwetu. Wakati tunapoomba, tunampatia Roho wa Mungu nafasi ya kufanya mambo ambayo hangefanya kwingine. Maombi inatuweka sambamba na mapenzi ya Mungu. Inatulainisha na kumpatia Mungu nafasi ya kutuunda, kututengeneza, kuturekebisha. Ni vizuri kuwa mwombaji. Mahali popote ulipo, unapofanya kazi yako, just become a prayerful person. Si lazima uje hapa kanisani ati ndio uombe. Unapotembea ukienda kazini, fanya maombi. Mahali ulipo wewe fanya maombi. Iwe ya kwa
maisha yako kama Daudi anavyosema ni ya kwamba maisha yako ni ya maombi. Unapofanya kazi, unapolala, unapotembea, hata unapozungumza na watu, ni vizuri tukua mtu wa maombi, kwa sababu utaweza kuepuka mambo mengi. Katika maombi, Roho wa Mungu ana nafasi ya kutubadilisha na kutugeuza jinsi yapendavyo. Jambo la tatu, ni vizuri kuwa na marafiki wanaofaa. Have a good company of friends. Marafiki wanaofaa. Kama kuna kitu ambacho kimepeleka maisha ya watu wengi kando, ni marafiki. In fact, tazama maisha yako na maisha yangu. Mambo ambayo umefanya mabaya zaidi ni marafiki walio kupelekea. Ni vizuri kuwa na marafiki. Kama wewe wataka kabisa kulainika na mapenzi ya Mungu, uwe na marafiki wanaofaa. It's not the quantity. Unajua wakati mwingine watu wanataka kuwa na marafiki wengi. By the way, ukiwa na marafiki wengi, hata wakati mwingine inaonyesha how irresponsible you are. Huwezi achilia kila mtu maisha yako. No. Kwa sababu most of these friends utakuta ya kwamba hawakupeleki vizuri. Wengi wao hata hawatataka mzungumzie neno la Mungu. Wakati mwingine afadhali uwe na marafiki wachache ambao watakusaidia kwenda mbinguni. Wachache wataka wakusaidia kwenda mbinguni. Na hawa wawe ni marafiki ambao wanakusaidia maishani. People who are resourceful in your life. Spiritually, not just anybody. Kwa sababu kuna watu ambao ni vizuri kuwa marafiki, lakini maybe unataka kuwavuta, lakini ukikuta mtu kazi yake ni kukuvuta nyuma, wewe achana na yeye. Marafiki ambao they will add value to your Christian life. Add value to your Christian life. Kwa sababu mtu kama kabisa hana manufaa anakuletea maishani mwako, kuna haja gani yawe rafiki yako? Kuna haja gani? Sijui kama mnajua ya kwamba maisha haya si hapa tu. Si hapa tu ulimwengu. Kwani wakati mwingine tunasahau ya kwamba tunaendaga mbinguni. Kwa sababu maisha haya ni mafupi tu. Wewe achilia marafiki. Mnakumbuka yule mwana mpotevu waliompelekea mahali alifika ni kina nani? Marafiki, watu wa kunyonya wengine tu. And no value. Wakati utaisha, then unajikuta uko peke yako. If you not in your life uko na marafiki wa aina haya, wewe watupilie mbali. Hawana haja. Lakini jambo la 4, ukichagua marafiki wako, then have proper role models. Kuwa na watu maishani mwako ambao unatazama. Watu ambao wanaweza kutia nguvu, watu ambao who inspires your life. Watu ambao katika maisha yao you can emulate them. Unakumbuka Pauli akiwaambia makanisa ya kwamba nifuateni ninapomfuata Kristo. Watu ambao wanaweza kukuambia hivyo ya kwamba nifuate kwa sababu mimi ninafuata Kristo. People you can emulate in life. And not just emulate. People whose lives challenges yours. Watu ambao maisha wanayoyaishi hata wewe ukitazama unasema ningependa kuwa kama fulani. You admire the way they live, the way they carry themselves. Watu ambao their walk with God inspires you. You know, watu jinsi wanavyotembea na Mungu, you would desire to be like them. Have proper role models. Na maombi yangu ni kwamba sisi kama Wakristo tutakumbuka ya kwamba dhambi zimetupeleka kando na Mungu. Sin have misaligned us. Imetupeleka kando. Lakini kuna hitaji ya kwamba tulainike na mapenzi ya Mungu. Lakini ili tuweze kuwa laini na mapenzi ya Mungu, kwanza kabisa ni lazima tukubali kutoa miili yetu
iwe dhabihu iliyo hai. Ni vizuri tukubali kuwekelea maisha yetu kwenye madhabahu. Ni vizuri tukubalie Mungu aitengeneze, ayude, aifanye kama atakavyo. Hata kama itafikia kifo, Mungu akikutengeneza, it better be. Lakini iwe ya kwamba umeweka maisha yako kwa madhabahu. Pili, tukumbuke ya kwamba tugeuzwe kwenye nia zetu. Kwa sababu ikiwa nia zako hazitabadilishwa na hazitageuzwa, hakuna jinsi ambavyo utayajua mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Hapo chini utaona jinsi mapenzi ya Mungu yalivyo. Na hawezi kujua mapenzi ya Mungu vilivyo kama nia zako zitakuwa tu ni kama nia za ulimwengu. If your mind is still conforming to the worldly patterns, hautaweza kumjua Mungu, hautaweza kumwishia. Na ni kweli, nitawaambia ya kwamba tazama maisha yangu, tazama maisha yako, na utajua mtu kama ni kweli dhana zake na maisha yake yamelainishwa na mapenzi ya Mungu, kwa sababu haitakuwa jambo la siri. Tukifanya hayo mambo mawili, tutaruhusu Mungu ajionyeshe kwenye maisha yetu. We will allow God to manifest himself in our lives. Na akifanya hivyo, hilo jambo ningependa mwende mrudie, uone ni njia gani ambayo ni sawa sawa ya kumwabudu Mungu, which is the best way of worship. It's when you lay your life on the altar. That way you will worship God well. Utajuaje mapenzi ya Mungu vilivyo? It's when you allow God to renew your mind and renew my mind. Then wakati huo mapenzi ya Mungu yatakuwa wazi wazi katika maisha yangu. Sitapapata, sitajaribu kutafuta Mungu anataka nini na maisha yangu. It will be so clear what God wants with my life. Na maombi yangu ni kwamba alasiri ya leo tunapoenda nyumbani, tumwachilie Mungu maisha yetu. Tumwachilie atawale, tumwachilie atamalaki. Tusimweleze jinsi atakavyofanya na sisi. Tusimtengenezee njia, tumwachilie maisha yetu. Na naamini ya kwamba tukifanya hivyo, maisha yetu yatakuwa tofauti sana na maisha ya walimwengu. Mungu awabariki na awe pamoja nanyi. Amen.